watu na uadui. I wish ungejua venye maisha yetu shetani anataka kuipepeta. But imani tumesoma, kitu ambacho kimenifurahisha ni kwamba Mungu ameona. Mtu ajesikia. Mungu ameona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Venye shetani anataka ukue, Mungu ameona. Haleluya. And that's why in the book of Zechariah anasema ya kwamba Satan, the Lord rebuke you. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama sio manabii sisi hatungekuwa jinsi tulivyo. Haleluya. Tunataka siku ya leo tuheshimu neno la unabii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama sio nabii Reverend Kezengwa singekuwa mahali nilipo. Maana nilikuwa nimefunikwa na wingu la kishetani. Haleluya. Lakini Mungu akaingia kwa nabii Kezengwa, akamfungua macho, akaona mahali Godi anafaa kukua. And that's why akaniokota, akanivua mavazi ambayo nilikuwa nayo na akanivika mavazi za kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kuanzia mwezi huu wa 6 Bwana akuvishe mavazi za kifalme. Oh, mtu ajesikia. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema Bwana akuvishe mavazi za kifalme. Praise be to Jesus. Uanze kutawala katika jina la Yesu. Kitabu ya Zechariah ama Zakaria kimeandikwa na Zakaria. Zakaria 3 verse 1 to 3. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Nabii Zakaria anajitokeza wakati wana wa Israeli wamemwasi Mungu. Praise be to Jesus. Under the leadership of Darius. Jina la Bwana libarikiwe. So wana wa Israeli baada ya Mungu kuwatoa katika nchi ya Misri wakiwa ndani ya mateka, wakiwa ndani ya mateso, Mungu amewakomboa na amewatoa. Walipotoka huko, maandiko yanasema ya kwamba wakamgeuka Mungu wakamwasi. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Biblia inasema ya kwamba wakati unahasi Mungu, Mungu anatuma nabii. Haleluya. Oh, haleluya. Wakati kanisa la ushirika linaenda njia ambayo Mungu hataki, Mungu lazima atume manabii. Bwana Yesu asifiwe. So nabii Zechariah anaingia katika mwaka wa 70 baada ya wana wa Israeli kutoka ndani ya mateka. Praise be to Jesus. 70 years wakitoka ndani ya mateka, ndio unabii wa Zechariah unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Na Zechariah anatoa unabii kwa nini? Praise be to Jesus. Kuna assignment mara mbili. Praise Jesus. Wana wa Israeli baada ya kutoka Egypt walikuwa na assignment mbili. Assignment ya kwanza ilikuwa ni to rebuild the wall. Assignment ya pili ilikuwa ni kujenga kanisa. To rebuild the temple. Bwana Yesu asifiwe. Oh, jina la Bwana libarikiwe. Praise be to Jesus. So Mungu mama director amewapatia assignment mbili. Praise be Jesus. Praise be to Jesus. Jambo la kwanza wajenge ukuta ambao ulikuwa umebomolewa. Na jambo la pili wajenge kanisa. Oh, haleluya. So wakati walikuwa pale wakitembea, walikuwa Joshua pamoja na mtu ambaye anaitwa Zerubabel. Haleluya. Hawa ndio watu ambaye walipatiwa assignment. So Zerubabel alikuwa anatoza ushuru ili ya kwamba aende ajenge ukuta ambao ulibomolewa. Are we together, church? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Naye Joshua akawa assignment yake ni ya kwamba baada ya ukuta kujengwa, baada ya hekalu kujengwa, Joshua ateuliwe
Yesu apewe sifa. Liugana, haleluya. Maana pasta, kanisa haiwezi jengwa, kanisa haiwezi kuwa bila mchungaji. So Joshua alikuwa atoke mahali ako akuje kuwa mchungaji wa kanisa ambalo linajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Now Joshua mwenye anatakiwa kukuwa mchungaji, angalia mahali yuko. The devil is alive. Amen. Church, the devil is alive. Amen. Church, the devil is alive. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa inajengwa, ukuta inajengwa. Kanisa baada ya kujengwa, Mungu alikuwa ameanoint Joshua ndio atakuwa kuhani katika kanisa ambalo limejengwa. Lakini angalia mahali tumesoma, Joshua mwenye anafaa kukuwa kuhani. Haleluya. Kando yake shetani amesimama. Oh, praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kazi ya shetani ni kupinga ajenda ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Jina la Bwana na libarikiwe. Kama unipata kanea here, I better amen. Can I hear a better amen? So maandiko inasema kando ya Joshua kukawa na shetani. So Joshua na shetani. Na Joshua mwenye anafaa kukua kwa madhabahu, ako kando yake kuna shetani. Na bado huyu Joshua kuna mavazi amevalishwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. So mavazi ambayo Joshua ako nayo haimruhusu kuingia kwa madhabahu. Haleluya. So jambo la kwanza, mavazi inampinga. Jambo la pili, shetani amesimama kando yake. Praise be to Jesus. Naye Mungu akafungua macho ya nabii Zakaria. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipofungua macho ya nabii Zakaria, nabii Zakaria alikuwa amekaa, akatazama, akaona Joshua, akaona kando yake kuna shetani. Bwana Yesu asifiwe. That's why verse 3 nasema, and the Lord rebuke you Satan. Hallelujah. Hallelujah. Tunatangaza kwa jina la Yesu, shetani Bwana akemewa nao kupinga. Mtu hajasikia, haijaingia kwa masikio ya watu. Ninatangaza tarehe 1 mwezi wa 6, wanaokupinga usiende kwa hatima yako, Bwana awakemee katika jina la Yesu. Praise be to Jesus. Can I hear a better amen? Joshua anafaa kuwa kuhani, lakini mavazi ambayo amevaa haimruhusu kukuwa kuhani. Na aliyemvalisha mavazi ni nani? Ni shetani amemvalisha mavazi, na bado kando yake amesimama na yeye. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutangazie mwaka huu, Bwana akuondolee vazi la umasikini, akupatie vazi la utukufu. Ninasema Bwana akupatie vazi la utukufu. Nasema Bwana akupatie vazi la utukufu. Shetani ambaye amesimama kando yake, si wewe utakayempiga, bali Jehova amemuona na anamkatakata na upanga wake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nimefika mchungaji, nikagundua kumbe maisha ambayo tunaishi sio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Joshua unaishi maisha ya wenyewe. Eli unaishi maisha ya wenyewe. Shamasi unaishi maisha ya wenyewe. Mungu ulipotoka ndani ya tumbo ya mama yako alikutakasa na akakubariki. Ndiposa akatangaza ya kwamba nitakubariki mashambani na nitakubariki mjini. So maisha ambayo unakaa, shetani amesimama kando yako. Today
tunataka tuende vita vya kiroho. Mtu hajasikia. Watu wa Mungu tunaenda vita vya kiroho, lazima tufike mahali Jehova anataka tufike. Mtu hajasikia, ninasema lazima tufike mahali Baba anataka tufike. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi ambayo tumevalishwa, mavazi machafu, mavazi mabaya, tarehe 1 mwezi wa 6 Bwana anayaondoa. Bwana anayaondoa. Bwana anayaondoa. Bwana anayaondoa. Kanisa haiwezi jengwa na ikose kuhani. Oh my God. Sijui kama mtu ananielewa. Kanisa haiwezi jengwa. Hata hii kanisa ushirika wakati tumejenga hivi, kuhani yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna venye jengo inaweza jengwa na ikose kuhani. So tunatangaza ya kwamba huyu kuhani mwenye anafaa kukua kwa madhabahu, shetani amemfungia mahali. Shetani amemtesa mahali. Shetani amemweka mahali. Tunatangaza tarehe 1 mwezi wa 6. This is a declaration ya kwamba minyororo yote ambayo shetani ameweka kwa maisha yetu inakatika katika jina la Yesu. Inakatika kwa jina la Yesu. Inakatika kwa jina la Yesu. Bwana anatupatia mavazi ya utukufu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Joshua anafaa kuwa priest. Na angalia mahali yuko. Angalia mahali yuko. Ametekwa nyara. Maisha yetu imetekwa nyara. Watu wa Mungu, watu wetu wa maisha yao imetekwa nyara. Tunaweza imba hapa, lakini maisha yetu imetekwa nyara. Na baada ya kutekwa nyara, shetani mwenyewe amesimama kama watchman. Maana Biblia inasema ya kwamba kando ya Joshua, Satan was there. Oh my God. Shetani alikuwa amesimama hapo. But nashukuru Bwana kwa sababu kuna neno la unabii. Oh my God, kuna neno la unabii. Zakaria amekuja mchana wa leo. Na Zakaria anaona shida ya Evans. Na anaona shetani mwenye amesimama kando ya Evans. So huyo shetani tunamkataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi huambia watu maisha ambayo tunakaa si yetu. Maana Mungu alitutabiria mema. Mungu alitutabiria maisha mazuri. Haya magari watu wanaendesha tunafaa kuendesha. Kama nilimaliza miezi 9 kwa tumbo ya Ayuma, nikazaliwa kama watu wengine, lazima niishi maisha mazuri. So nimeona huyu shetani ambaye anafunga jamii yangu. Nimeona huyu shetani ambaye anafunga mtoto wangu. Tunamkataa katika jina la Yesu Kristo. Mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu mzuri sana, lakini vazi. Vazi. Vazi, Mr. Mbaka, vazi. Bwana asifiwe. Vazi. Bwana Yesu asifiwe. Vazi ambalo shetani amekuvalisha, tarehe 1 Mungu analivua. Mtu hajasikia hiyo unabii, nasema tarehe 1 Mungu anavua hilo vazi. Vazi la umasikini Bwana analivua. Vazi la mateso Bwana analivua. Vazi la kukosa pesa Bwana analivua. Vazi la mahangaiko Bwana analivua. Bwana akupatie vazi la utukufu. Bwana akupe vazi la utukufu. Nikiongelea kuhusu vazi, Yusufu alikuwa anapendwa na wazazi wake hadi wakampa vazi. Vile Pastor Kezengo anapenda mzaidi, amempatia vazi. Bwana Yesu asifiwe. Mandugu zake wakamchukia. Haleluya. Praise be to Jesus. Baada ya kukuwa na maono, mandugu zake wakamchukia. Maandiko inasema ya kwamba wakati walimtupa ndani ya shimo, walivua vazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Shimo walimvua hilo vazi la utukufu, wakamvalisha vazi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu wakati anaenda Misri alikuwa na vazi lingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vazi lake originality yake amewacha. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza Mungu akupatie vazi lako la zamani. Mungu akupatie maisha yako ambayo inafaa ukue. Mungu akupatie hatima yako ambayo inafaa ukue. Praise be to Jesus. Andiko inasema alipoenda kufanya kazi kwa Potifa alipatiwa tena vazi. Oh my God. Akapatiwa vazi. Akakaa kwa Potifa. Wakati mke wa Potifa alitaka kumfanyia hayo maneno ambayo mnajua, Yusufu alipotoroka aliwacha vazi. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akavua vazi. Haleluya. So vazi la kwa nyumba ya Potifa aliwacha kwa nyumba ya Potifa. Alipoenda gerezani tena akavalishwa vazi. Are we together, church? Are we together, church? Are we together, church? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So namaanisha kitu gani? Vazi lako halimaanishi hatima yako. Oh my God. Sijui kwa hiyo kanisa kama watu wananielewa. Vazi ambalo watu wamekupatia haitazuia hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Wamekupatia vazi la umasikini. Tunatangaza yeye Jehova alisema. Kama Bwana alisema nitakuwa tajiri, hata kama mmenipatia vazi la umasikini, utajiri itatimia. Haleluya. Sikia, Yusufu akiwa ndani ya gereza bado alikuwa na vazi la gereza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akienda kufafanua ndoto akawacha vazi la gereza kwa gereza. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Wacha wakupatie mavazi, endelea kusonga mbele. Wacha wakupatie mavazi, endelea kusonga mbele. Endelea kwa hatima yako. Endelea kwa hatima yako. Haleluya. Pia Biblia inasema vazi la kutupa Yusufu kwa shimo, na vazi la gereza, na vazi la kwa nyumba ya Potifa, yani alikuwa house boy, halikuzuia Yusufu kufika penye Bwana alitaka. Penye Bwana alitaka. Penye Bwana alitaka. Maneno ya wanadamu haitakuzuia kufika penye Bwana anataka ufike. Haleluya. Sikia, Biblia inasema kumbe hii mavazi yenye alikuwa anavuliwa haikuwa mavazi yake original. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza vaa t-shirt, wanadamu wanaombaya wakuambia uko smart. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe t-shirt sio hatima yako. Bwana anataka siku moja utavaa suti kama ya koti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilikuwa navaa tracksuit. Tracksuit haikuwa hatima yangu. Right now tracksuit ni ile ya kulalia. Lakini nilikuja kanisani navaa suit. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa tu vazi. Tunatangaza kwa neema ambayo Bwana anawachulia. Vazi ambalo watu wamekupatia lisikushushe utukufu. Endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele. Endelea kusonga mbele. Bwana ako na mipango mizuri na maisha yako. Bwana asifiwe. Baada ya Yusufu kutafsiri ndoto, Maandiko yanasema ya kwamba akatangazwa kuwa prime minister. Yes. Na prime minister haiwezi kuja bila vazi. Yes. Oh my God. Yes. Prime minister haiwezi kuja bila vazi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Oh Bwana Yesu asifiwe. Alafu
kitu ambaye ufunuo ambaye napata ni kwamba pastor, hii mavazi ambayo alikuwa anapewa, I thank God kwa sababu alipokuwa anasonga hatua alikuwa anaziwacha. Yes. Oh my God. Oh my God. Sijui kama mama Assembly anapata ufunuo huu. Vazi ambalo alipokuwa na vazi ya baba yake aliwacha. Hallelujah. Vazi ambayo alivaa akiingia kwa shimo aliwacha. Vazi la nyumba ya Potifa aliwacha. Vazi la gereza aliwacha. Maana yake ni ya kwamba Mungu alikuwa anamset free kwa ajili ya utukufu ujao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko inasema ya kwamba ilipofika hatima yake akavalishwa vazi la utukufu. Haleluya. Mwezi wa 6 Mungu akupatie vazi la utukufu. Hiyo amen yako haijanifurahisha. Nasema mwezi wa 6 Mungu akupatie vazi la utukufu. Sijasikia unasema amen. Nataka useme amen. Nasema mwezi wa 6 Bwana akupatie vazi la utukufu. Bwana akupatie vazi la utukufu. Bwana akupatie vazi la kuongoza. Bwana akupatie vazi la kuinuliwa. Hallelujah. Praise Jesus. Vazi ni nini? Listen, Mama Dadi. Vazi ni kama mambo ambayo watu wanaongea kwako. Hapana, weka kwa roho yako. Hiyo ni ufunuo. Mama Biblia, hata wewe je uko hivi? Najua watu wamekudescribe sana. Watu wameongea mambo mingi sana kwako. Lakini hiyo ni vazi. Nataka nikwambie unaposonga hatua, Mungu yule, Bwana Yesu asifiwe. Jitingize hiyo vazi yanguke. Jitingize. Bwana anaanza mavazi mazuri mbele yako. Kitu ambayo inafanya pasta watu wabarikiwe. Mungu lana. Mtu amebeba mambo ya lasia. Hiyo ni mavazi umebeba. Nataka nikwambie Yusufu hakubeba. Yusufu aliwacha. Let me tell you, vazi la prime minister haliwezi kuja kama bado uko na vazi la gereza. How can you be a prime minister na uko na hivi tunakulanga watu naitwaje? Kunguni. Yani Bwana Yesu asifiwe. Wacha vazi la utukufu likukute ukiwa fresh. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna venye pastor angenipeleka college kama bado navaa tracksuit. Haingewezekana watu wa Mungu. Haingewezekana. Hakuna nani amenona t-shirt recently? Hakuna. T-shirt ni ya kwa nyumba. Maana nilivua hiyo vazi wakati mchungaji huyu ni Nabii Zakaria. Wakati Nabii Zakaria aliangalia maisha ya Godi, akaona Godi anafaa kukua kwa madhabahu, lakini shetani amesimama kando yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Shetani amesimama kando yake na amempatia vazi la tracksuit. And I thank God. Wakati pastor alisimama, she rebuked the devil. She rebuked the devil. Mtu ajasikia. She rebuked the devil. And that's why nimefika mahali nimefika. Bwana Yesu asifiwe. Ninakutangazia tumefika nusu ya mwaka. Mambo yote ambayo watu wameongea, hiyo ni vazi, wachilia. Nasema wachilia. Nasema wachilia. Nasema jitingize. Nasema jitingize. Maana kuna vazi mpya Bwana anatengeneza. You cannot dwell kwa vitu zilipita. You cannot.
Mambo yaliyopita hayatakupatia mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe. Umebeba watu kwa moyo fulani, alikukosea mpaka mbinguni. Who told you? Mbinguni utafika, lakini vazi la utukufu utakosa. Mtu hajaelewa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunataka mioyo yetu ifunguke, mavazi mabaya tuyaondoe, waliotukosea tuwasemee siku ya leo, maana kuna vazi la Prime Minister. Jehova anaandaa kutuvalisha, Bwana anaandaa kutuosha tena, Bwana anaandaa kuturejesha tena. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Watu wamekuita hata maskini, usiweke kwa roho. Lile ni usiweke kwa roho. Huyu lile alikuwa makanga kwao. Mlisikia mama yake alisema, alikuwa anatembea na yeye kwa mgongo. Hiyo ilikuwa vazi la umasikini. Lakini penye yuko sahihi, hayuko mgongo ya mama yake. Yeye ndiye anasaidia mama yake. Vazi la umasikini liliondoka, Bwana akampatia vazi mpya, vazi la kuendelea, vazi la kufanikiwa. Pokea, pokea kwa jina la Yesu. Pokea vazi mpya, pokea vazi mpya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wacha kushughulika na mambo yaliyopita. Mungu anaganga mambo yajayo. Shetani ako na mipango mibaya na wewe pastor, lakini Mungu ako na mipango miyema. Mtu ajisikia Evans, shetani ako na mipango mibaya na wewe, lakini Mungu ako na mipango mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hii vazi ambalo uko nalo lazima litatoka. Bwana atakupatia vazi la utukufu. Bwana atakupa vazi la kuongoza. Bwana atakupa vazi la kuinua. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Inuliwa kwa jina la Yesu. Nakasika kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Toa kwa miguu yako.